limefunga wengi, na pia linaweza kusababisha wengi wakafanikiwa sana, lakini pia linaweza kufunga maisha ya watu wengi. Kwa hivyo akaniambia, nenda ukawajulishe jambo hili, maana ni kikwazo kwa kanisa langu. Mimi nilikuwa nimemwambia nije nifundishe kuhusu Ibrahim alivyofanikiwa, alivyokula meza ya Bwana. Akaniambia hiyo waje, hawataelewa hicho usipowaambia hiki. Na hichi akiangaliwa ni mtoto au mtu mzima, na kimefunga maisha ya watu wengi. Lakini ombi langu asubuhi ya leo ya kwamba maisha yake yatafunguliwa. Amen. Maana utaondoa udhalimu huo kabisa na utajengwa. Amen. Wangapi kati yenu wamewahi kutoa ahadi kwa mtu na hawakutimiza? Hapo ndio kani. Ukiambiwa pendwa, ulitoa ahadi alafu kutimiza, hawainuagi mikono. Yaani wao wanakuwa watakatifu saa zote, yaani wakamilifu. Mpo? Tupo. Hilo ni tatizo zito tunataka kuzungumzia. Kwa nini uliropoka? Muulize jina yako, kwa nini uliropoka? Cha kwanza, kuna kitu kinaitwa nadhiri. Sema nadhiri. Nadhiri. Nadhiri imefunga watu wengi, na nadhiri inaweza kufungulia milango mbele za Mungu ya ajabu mikubwa sana, na Mungu akafanya kwa haraka unachotaka kufanya. Nadhiri ni kiapo ambacho unakiweka kati yako na Mungu au kati yako na mtu kwamba Bwana, ukinitimizia hiki mimi nitafanya hivi. Hicho ni kiapo. Unanisikia? Hicho ni kiapo. Hiyo ulikuwa unacheka, hujadhamiria, umedhamiria. Hicho ni nini? Ni kiapo. Esau akamwambia Yakobo, wewe nipe chakula Bwana, nakaribia kufa. Yakobo akasema, nipe nafasi yako ya mzaliwa wa kwanza, alafu nikupe deni. Asema nafasi yangu ya kwanza ndio nini? Ambia hapa kwanza kwamba utanipa. Hapa. Alipo hapa kujua Mungu ni shahidi. Akawa ameuza. Na Yakobo akampa chakula. Siku ya kubarikiwa akafanya kiherehere, badala ya mwambie baba yake nilishauza. Kuna watu wengi wanauza kiwanja mara ngapi? Au mara ngapi? Matapeli hao. Esau ndio tapeli, sio Yakobo. Mpaka hapo. Tunaangalia sasa. Kwa sababu yeye alishaguza nafasi yake, alafu anataka babake ambariki. Hiyo ni forgery. Si ni wizi huo? Unadanganya naye. Sasa mwangalie jina yako. Hicho kinywa chako unatakiwa kufungue vizuri kwa ajili ya mema. Hesabu. Nina uhakika hapa vigelegele leo vitapungua.